وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله من جملة الأولياء في صميم الأرض الأرباع إلى أهل الائتلاف والشحناء. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل أيها المسلمون. Ndugu zangu Waislamu, baada ya bismi na hindi na swala na salamu, hatuna budi sisi waja kuiregesha shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hapana budi mimi na wewe kuweza kuhusiana, mimi niweze kuhusiana nyinyi na nyinyi muweze kunihusia mimi. Hivyo ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha aliposema watawasau bilhaq watawasau bisabr. Amemaanisha kwamba muhusiane kwenye njia ya haki. Maana ya kuhusiana ni yule ambaye kwamba utamuhusia leo awe na uwezo, kama kuna nafasi ya kukuhusia jambo fulani aweze kukuhusia. Yaani hapa ulimwenguni tumeletwa ili tuweze kuhusiana, sio kwamba kuhusiana, ndugu zangu Waislamu, ni kwa masharti tu. Wao ndio wako na jukumu la kuhusia wenzi wao, ama hata wewe ambaye kwamba utamwona labda ustadhi anaenda ndivyo sivyo, jiingize kwenye hii aya inayosema watawasau bilhaqi, muhusie kwenye njia ya haki, kwani jukumu hili hakuachiwa yeye, ni kila mmoja aweze kumhusia mwenzake. Pili, ndugu zangu Waislamu, hapana budi sisi tuweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'ani kwenye suratul Baqara aya 194, akatuambia wattaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu, mcheni Allah, yale anayokataza jiepusheni nayo, na yale ambayo kwamba anayoamrisha jitahidini muweze kutekeleza. Inna Allaha ma'al muttaqin. Akasema kwani Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wale ambao kwamba wanamcha yeye. Kwa hiyo ikiwa mimi na wewe tutamcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi tutakuwa pamoja na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama, au hapo ulimwenguni na hata mbele zake. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima tuwe macho sana. Kuna uwezekano ikawa unafanya vitendo vya kumcha Allah, lakini ikawa kuna kitu muhimu nyuma umekiruka, ambacho kitu hicho kumcha Allah kwako hakusaidii. Na naendelea tena, unaweza ikawa wewe kwenye imani yako unaona unamcha Allah, unatenda vitendo vya kheri, lakini ikawa kuna kitu nyuma muhimu kuliko hicho ambacho kama kitenda umekisahau au umekiacha. Na kitu hicho kama umekiacha, ndugu yangu, basi Uislamu wako unaweza ukaenda ndivyo sivyo. Ndio maana siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelezea kwenye hadithi yake tukufu, ambayo hadithi hii imepokewa na Sayyiduna Umar. Ameipokea moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipotoa hadithi hii, sio kwamba Sayyiduna Umar alisimuliwa, yeye mwenyewe alimsikia Mtume akizungumza maneno moja kwa moja, au kuna tukio ambalo lilitukia yeye mwenyewe akiwa hapo. Hadithi hiyo inatuonyesha bayanu al-islami, ubainifu wa Uislamu, yani uwazi wa Uislamu, namna gani ukiwa hivyo unakuwa Muislamu. Wal iman,
na ubainifu wa imani. Mambo gani ukiwa nayo unahesabikana uko na imani? Na hadithi hii inatuonyesha kwamba wal ihsan, mambo gani ukiwa nayo hapo wewe umefanya ihsan. Sasa vitu hivi usipovifahamu, mimi na wewe, au tusipovifahamu, tunaweza tukatenda mambo na tusipate chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Umar yeye aliingia kwenye Uislamu akiwa na miaka 25, na vitabu vingine vinatuambia alikuwa na miaka 26, anakaribia mwaka wa 27. Sayyiduna Umar ni sahaba mkubwa, lakini pamoja na ukubwa wake, alipoingia kwenye Waislamu tayari kuna wanaume 40 ilikuwa tayari washaingia kwenye Uislamu. Sayyiduna Umar huyu aliingia kwenye Uislamu tayari Uislamu ulikuwa unaendelea, uko na miaka 6. Sasa ndugu zangu Waislamu, tuangalie wenzetu Waislamu walikuwa wanahesabika, lakini kwa uchache wao na kuipeleka dawa kwa ikhlas, sio kufanya dawa kwa kujionyesha, walifanya kwa ikhlas. Ndio maana dini hii imetufikia mimi na wewe. Walikuwa ni 40 tu. Sayyiduna Umar anasilimu akawa ni mwanaume wa 41. Wanawake wakati na huo walikuwa wanawake 11. Sasa chukua wanawake 11 uongeze na wanaume 41, uangalie Waislamu namna walivyokuwa wachache. Halafu tuangalie namna walivyopeleka Uislamu mpaka sisi umetufikia. Halafu tuangalie sisi namna tunavyolingania Uislamu. Je, leo kama ni sisi ndisi tuliokuwa wakati na huo, Uislamu ungefika hapa? Sayyidina Umar anatuambia kwenye hadithi, anatuambia bainama nahnu julusu inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, siku moja tulikuwa tumeketi mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii kwa yule ambaye kwamba ataitaka, vitabu viko vingi ambavyo kama vimezungumzia hadithi hii. Ar-Riyadhus Salihin, hadithi hii inapatikana. Anwari Muhammadiyya, hadithi hii ataipata. 40 Nawawi ataipata. 40 kuna 40 Nawawiyya na 40 Nawawiyya, vyote vitabu. Hadithi hii Muislamu akiingia ataenda akaione moja kwa moja, wala haina shaka, na wanazuoni wameikubali moja kwa moja. Hakuna upande ambao kwamba unapinga hadithi hii. Sayyidina Umar anatuambia siku moja tulikuwa tumeketi mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, idh tala alaina rajulun, anasema kitahamaki, pakatokezea mtu huyu ghafla hiyo, hatujui amekuja na kuliani, hatujui amekuja na kushotoni, yani kule kufumbua macho hivi tulimuona tayari yuko mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anatuambia shadid bayadhi ash-sha'r, shadid bayadhi thiyabi, huyu mtu aliyeketi kwa Mtume alikuwa na nguo nyeupe mno. Shadidu bayadhi thiyabi, alikuwa na nguo nyeupe mno. Hata kama wao walikuwa na nguo nyeupe, lakini za mtu huyu waliomuona zilikuwa ni nyeupe zaidi. Shadidu sawadi shari, huyu mtu alikuwa na nywele nyeusi mno. Huyu mtu alikuwa na nywele nyeusi mno. Kwenye sharha
ya hadithi ya Nuri Muhammadia ameongeza akasema, raihatahu tayyib, vile vile alikuwa amejipaka manukato mazuri, manukato ambayo waliyasikia hapa maswahaba uzuri wake na utamu wake, na hawakuyasikia tena manukato haya. La yura alayhi atharu safar, Sayyidina Umar anasema wala haonekani na alama za safari, kwamba labda miguu yake iko na mavumbi. Wala yarifuhu minna ahadun, wala katika sisi maswahaba tulioketi pale hakuna hata mtu mmoja anayemjua yule mtu. Hapa peke yake, ndugu zangu Waislamu, mwenye sherehe anatufundisha kwamba ndipo ambapo mtume au mtu huyu aliyemjia mtume ametufundisha sisi, mimi na wewe, tunapoenda ugenini tujitahidi tuweze kuvaa vizuri. Huku kuvaa vizuri huku asili yake ni Uislamu. Ikiwa wewe na mimi unaenda ugenini, unajua kama mimi naenda ugenini, jitahidi uvae mavazi mazuri, na kama kuna manukato hata kama ni yale ya 50, jitahidi uweze kujiparuza angalau uwe na harufu nzuri. Kwa hiyo mtu kwenda ugenini na nguo nzuri, hii ni sunna miongoni mwa sunna za manabii, au ni sunna miongoni mwa sunna za Uislamu. Mtu huyu alipokuja hata jalasa ila nabii sallallahu alaihi wasallam, aliketi mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Maswahaba wanasema sisi tunamwangalia, fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi, yule mtu akachukua magoti yake akayaegemeza na magoti ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani aliketi Kiislamu kwa ukaribu sana. Mtume ameketi Kiislamu, tukisema kikao cha Kiislamu kila mmoja anaelewa. Mtume ameketi Kiislamu, huyu bwana alipokuja leo pia akaketi Kiislamu, ikawa magoti yake yako yameegemeana na magoti ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Maswahaba wanamwangalia. Maajabu ya pili, wawadha kafahi ala fakhidaihi, akachukua mikono yake miwili au viganja vyake viwili akaviweka kwenye mapaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu huyu, ndugu zangu Waislamu, anatufundisha mimi na wewe tuwe namna gani tunapokuwa mbele ya walimu zetu. Wanatufundisha namna ya kuketi mbele ya walimu, inafaa uwe namna gani, na hali hii mpaka kuweka mikono yake kwenye mapaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa tunafundishwa kwamba kama uko na maneno yako, ukimfuata mtu kiheshima, ukaketi na ukachukua mikono yako, viganja vyako ukaviweka kwenye mapaja yake, chochote utakachomwelezea atakuelewa, na chochote atakachokwambia lazima utashika. Kuna hikma nyingi sana hapo ndani. Wakati huyu bwana akanyanyua sauti akamwambia mtume, ya Muhammadu, ewe Muhammad, akhbirni anil Islam, hebu nipatie habari za kuhusu Uislamu. Uislamu nini? Ani tahqiqi al-Islam wa ahkamihi, yani nilikuwa nauliza uhakika wa Uislamu na hukumu zake. Alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam. Maswahaba wanaangalia, mwalimu wao anapewa maswali, na mwalimu wao anapewa maswali na mtu ambaye wao hawajui. Mtume alipoulizwa hivi, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akanyanyua sauti, ikawa anamjibu huyu bwana. Huyu bwana anaonekana waziwazi na mtume anaonekana akimjibu, na huyu bwana sauti yake sio kwamba mtume ndiye anayesikia, maswahaba pia wanasikia mtume namna anavyoulizwa, Uislamu nini? Akasema kwa kumjibu yule bwana, al-Islam, Uislamu hasa
an tashhada, ni kushuhudia an la ilaha illa Allah, ya kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa. Uislamu an tashhada, mwana tafsiri asema an ta'taqida an la ilaha, ya kwamba la maulana au la mawjudu ghair, hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Na tukiangalia hawa maswahaba walikuwa na dini zao kabla hawajaingia kwenye Uislamu. Kwenye Uislamu hawajaingia, lakini walikuwa na dini zao ambazo kwamba waliziona kwa mababu zao. Sasa hapa wanafundishwa wao na sisi kwamba ni kukiri kwa moyo, ndani ya moyo wako uwe na neno la ilaha illa Allah, hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Neno hili ndugu zangu Waislamu ni neno dogo, lakini ni neno zito sana kwa Uislamu. Ina maana ya kwamba kabla wewe hujafanya ibada zingine zozote, lazima kwenye moyo wako uwe na la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kabla hujaswali, hujatoa zaka, hujafanya chochote, usijaribu kabisa mimi na wewe kuiruka hii ngazi ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ukiwa na la ilaha illa Allah, chochote ambacho kama utakifanya kwa ajili ya Allah, hata kama watu watakusema vibaya, kwa vile imani yako imeweka la ilaha illa Allah, wala usumbuki. Na ukiwa na la ilaha illa Allah, ukifanya vizuri, utafanya kwa la ilaha illa Allah, ya kwamba nalifanya hili mbele ya Allah atakwenda kunikuta. Hili neno peke yake lina uwezo kumwingiza mtu peponi bila swala, bila chochote. Ushahidi kamili, kuna sahaba alikwenda vitani. Kule vitani wakawa wanapambana na vita, pakawa kuna kafiri mmoja, ule upanga wa sahaba unamkurubia, akatamka neno la ilaha illa Allah. Sahaba yeye akaamua kumdhulumiza, akamkatia mali kichwa chake. Baada ya kumkata kichwa chake, watu wamerudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wanazungumza yale mazungumzo yao kama vile kibinadamu. Sisi sote tutauona mpira, lakini wakati wa kutoka kwenye banda, njiani lazima tutanung'unika kusimulia mpira ulivyokwenda. Sasa baada ya Waislamu maswahaba kurudi kwenye vita, mbele ya Mtume kawa wanazungumza mazungumzo ya vitani. Sahaba mmoja ikawa anaelezea, nasema kuna kafiri mmoja ananikosea adabu, wakati nataka nimkwaruse anatamka neno la ilaha illa Allah, mimi nikampasulia mbali. Neno hili Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia, akamuuliza madha taqul, wasemaje urejelea tena? Lakini na maajabu sasa, alipoulizwa na Mtume, alipomwangalia Mtume akaona uso wa Mtume umesawijika, hauko kawaida. Unasemaje? Anasema mimi kuna kafiri mmoja amekwepa panga yangu, mara akaingiliana, anasema la ilaha illa Allah, mimi nikamkatilia mbali. Akaulizwa kwa sababu gani? Anasema yeye amesema la ilaha illa Allah kwa sababu ya kuogopa upanga wake. Akaulizwa na Mtume, umeingia kwenye moyo wake? Uacha kwamba ameogopa huo upanga, kwenye moyo wake umeingia, ukaona kwamba anaogopa upanga? Kimya, sahaba akatulia. Baada ya kutulia huyo sahaba, ndugu zangu Waislamu, Mtume alikasirika sana, mpaka na sahaba mwenyewe akajihisi mnyonge. Akaambiwa umefanya makosa sana,
akataita rajula man qala la ilaha illa Allah. Yani vivi hivi unamkata mtu upanga hali ya kuwa ametamka la ilaha illa Allah na hujamkata, ungesitisha. Aliposema la ilaha illa Allah, wewe ungesitisha. Umefanya makosa. Usahaba alikuwa mnyonge mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia sheria kwamba madhambi yako unayofanya wewe kwa kumuua huyo unayedhania kwamba kafiri, fanya hivi kama fidia ili Mungu aweze kukusamehe. Hapa tunaonyeshwa uzito wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na ndio maana sisi Waislamu, ikiwa kuna mtu ambaye kwamba twamjua alikuwa akitamka la ilaha illa Allah, afanye machafu atakapofanya machafu, lakini siku akifa sisi tutamfanyia yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametuamrisha tuyafanye pamoja na mtume wake. Ikiwa kuna mtu tunamjua kwamba huyu mtu alikuwa Muislamu, hata kama alipotea namna gani, lakini alitamka la ilaha illa Allah, au kuna siku moja aliswali tukamwona, hata kama tulimwona bahati mbaya, hata kama tulimwona usingizini, tutamkafini, tutamsalia, tutamfanyia kila kitu. Na kwa wale ambao kwamba wanasema mtu asiyeswali asifaliwe, ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo kwamba, au ni aya ambayo kwamba ilishukishwa kwa Mtume ya kwamba asimfalie mtu fulani, na akapewa na sababu Mtume. Hadithi inatuonyesha kwamba huyo Mtume hakumswalia, lakini aliwaamuru masahaba zake wamswalie. Habari ndefu. Ndugu zangu Waislamu, Allah anakukiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi. Kwenye nafsi zetu tuweke la ilaha illa Allah, tuweze kumwamini Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo zito. Kuna watu ambao kwamba wanamwamini Mungu, lakini wanapopatwa na matatizo, Allahu akbar, subhanallah adada khalqihi wa ridha an nafsihi wa midada kalimatihi, wanamwacha Allah moja kwa moja, wanamfuata Mungu mwingine. Haya ni makosa ndugu zangu Waislamu, haya ni makosa. Baada ya Mtume kumjibu hivi bwana, akamwongezea akamwambia, na Uislamu vile vile watutima swalata, na kuisimamisha swala. Ukishakuwa na la ilaha illa Allah na ikaingia kwenye moyo wako, ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwafundisha maswahaba la ilaha illa kwanza, mpaka iingie kwenye moyo kisawasawa, ndipo watutii maswala, waanze kusimamisha swala. Lakini kama unasimamisha swala mimi na wewe, lakini kwenye nafsi zetu hakuna kalima ya la ilaha illa Allah, shahadatu an la ilaha illa, hakuna kwenye nafsi zetu, itakuwa sio vizuri ndugu zangu kabisa. Akasema watuqima swala, na kusimamisha swala. Kusimamisha swala akasema kwamba ni kuzitekeleza swala kwa nyakati zake, ni kuzitekeleza swala kwa nyakati zake. Hili neno kwa nyakati zake, tukija tukipata wakati tutakuja tuelezane vizuri, kwani kuna nyakati za swala. Unaweza ukaona mwenzako ukadhania kwamba hayumo kwenye swala, kumbe ameswali na anahesabikana kama bado yuko kwenye nyakati za swala. Akasema kwamba watutima swala, na kusimamisha swala. Mbele akasema watuuta zaka, na kuitoa zaka. Zaka ni ibada hiyo ambayo kama ni ya tatu kwenye Uislamu, tuweze kuitekeleza. Na hapo kwenye zaka ndipo ambapo kumeingia sadaka. Ndugu zangu Waislamu, sadaka imeingizwa hapo ndani kwenye zaka hapo, kutoa, kwa sababu la ilaha illa Allah bila ya kutoa haifiki popote. Hii swala hii bila ya kusaidiana kutumia pesa,
swala haifiki popote. Vile vile akasema watasuma Ramadhana, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mwezi mtukufu wa Ramadhani wanazuoni watuambia ni mwezi mahsusi, ni mwezi maalum ambao kwamba unajulikana kwa jina la mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuweze kufunga. Sasa ikiwa mambo mazito namna hii ndugu zangu Waislamu, au mambo mazito haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuelezea mtu ambaye kwamba maswahaba wako pale lakini hawamjui ni nani. Lakini hapa ndani ndugu zangu tunafahamishwa sisi, anasema kwamba mtu akifunga Ramadhani basi mbele yake watuhiju albaita, na kuhiji Maka, in istata'ta ilahi sabila, kama utakuwa na uwezo. Hizi ibada zote kuna uwezekano usiwe na uwezo nazo. Unaangalia tena hizi ibada zetu hizi zote tunazozungumza ndugu zangu, kuswali, kuswali, zaka na kufunga, kwenda Maka, kuna uwezekano zote ikawa huna uwezo nazo, lakini kwenye nafsi yako kuwe na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ukiangalia labda wewe ni mgonjwa, umekonda kabisa, mwili umesinyaa mpaka mwili unanyufuka, huwezi hata kuswali, lakini kwenye nafsi yako ukiwa na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hiyo ni muhimu sana. Hiyo ndio ibada kubwa ndugu zangu Waislamu. Sasa vitu hivi vikiambatana, la ilaha illallah uko na uwezo nayo, kusimamisha swala uko na uwezo nako, kufunga uko na uwezo nako, kwenda hija uko na uwezo nako. Hii ni neema miongoni mwa neema ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia nazo. Hapa ni upatilize. Kama huna sababu ya kushindwa, basi hapa ni upatilize hapa. Kwani huko kwenda hija nako, kama huna uwezo, unaweza usiende. Lakini yako mambo ambayo kwamba ukiyafanya na huko hija, sababu zako zinasabikana ziko sawa sawa na yule ambaye kwamba ameenda hija. Kama huna uwezo wa kwenda huko, na kama huna uwezo, Allah subhanahu wa ta'ala anakujua kama huna uwezo. Kama wasema huna uwezo, lakini uwezo uko nao, utajua mwenyewe na Mungu wako, kwani hayo ni makosa. Huyu bwana alipojibiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba Uislamu antashhadu an la ilaha illa Allah wa tuqima salat wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadhana wa tahuja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila, alipojibiwa hivi na Mtume qala, alisema sadaqta, umezungumza kweli. Sasa huyu bwana aliyeuliza, aliposema umezungumza kweli, maswahaba wakamwambia fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, sisi tulimstaajabu sana, sisi tulimshangaa sana, yeye ndiye anayeuliza, ina maana kwamba hajui. Mwisho anasema wewe Mtume umeongea kweli. Aliposema kwamba sadaqta, umezungumza kweli, na maswahaba kushangaa, qala, akasema tena bwana kumwambia Mtume, akhbirini anil iman, hebu nipatie habari za imani. Mtu anakuwa kuwaje mpaka aisabiki ya kwamba yuko na imani? Maswahaba wako kimya, wanaangalia sarakasi inayofanywa na mgeni asiyejulikana amekuja kutoka wapi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamjibu huyu bwana, antu'mina billahi, imani ili uisidikane kama uko na imani ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Kwanza umwamini Allah wa malaikatihi, na uamini kwamba malaika wote ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Uweze kuamini malaika wa Allah. Sisi tuna imani ya kwamba mbinguni kuna malaika. Sasa hivi leo ni Ijumaa, malaika wako tele,
na tunaamini ya kwamba tunapotembea kila mmoja yuko na malaika wawili wawili. Sasa uamini ya kwamba malaika wote ni wa Mwenyezi Mungu na malaika wako, wa kutubihi, na uamini vitabu vyake vyote. Hapa ndugu zangu Waislamu, ndipo kwenye mtihani mzito. Hapa kwenye wa kutubihi na vitabu vyake, Allah subhanahu wa ta'ala yuko na vitabu ambavyo kama vinafahamika, ina Taurati, ina Zaburi, vyote mbao Qur'ani hii. Lakini kuna baadhi yetu ambao wanateleza, wao wanaangalia Qur'ani peke yake, wala hawaangalii vile vitabu vingine, ambapo mbele yake Mtume akasema wa rusulihi, pia ni uiamini mitume yote ambayo kwamba ilipewa utume na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kuna baadhi yetu ambao kwamba kuna mambo katika Uislamu yanafanywa, lakini mtu atakwambia jambo lile Mtume hakufanya. Wallahi Muislamu atanyenyuka atasema hilo Mtume hakufanya. Kitu kidogo pengine ameshikilia bakora hapa, mtu akamwambia wallahi Mtume hakufanya, lakini hili neno wa rusulihi haangalii, na hili wa kutubihi mtu haangalii. Kuna baadhi ya mambo ndugu zangu Waislamu yalifanywa na manabii wengine, hapa kwa Muhammad hayako, tunaweza tukayatumia naye akatusaidia. Lakini la maajabu, Uislamu wa sasa wanasubiri siku ya siku ndipo waanze kusema kulikuwa na nabii alitaka kumchinja mwanawe, shetani akaenda kwa mama yake. Huyu nabii atatajwa tu kwa sababu ya kisa hiki pekee yake. Kwani nabii huyu ndugu zangu, visa alivyofanya ni hiki kimoja? Sahihi sisi tutachinja kwa kufuata sunna ya Nabii Ibrahim. Waislamu wote wanaunga mkono, lakini Nabii Ibrahim kuna mengi sana kwa kama aliyatenda kwenye Uislamu, lakini ukiyatenda sasa utaambiwa ile Mtume hakufanya. Haya, mbona sasa hii tutachinja hii Eid na Mtume hakufanya? Kama hiyo ni ibada ya babu yake Ibrahim. Huyo Ibrahim, je, kuna mengine aliyofanya ambayo kama sisi tufakufuata? Ukimfuata hapa na pale mlangoni tukamwambia wewe kutosha watu. Lakini Nabii Suleiman kuna mambo ambayo kwamba aliyafanya ndugu zangu Waislamu muhimu, lakini mashekhe hawayazungumzi. Mengine kwenye vitabu, kwenye Qur'ani yako visa vya Nabii Suleiman viko ndani ya Qur'ani, lakini mashekhe wengi wanapita pita kwa sababu haya mambo ya Nabii Suleiman. Tunaenda kimakosa ndugu zangu Waislamu, sio vizuri. Lazima tuamini vitabu vyake na tuiamini mitume yake yote yale waliyotenda. Kuna mengine ambayo kama muda unatukataa, lakini manabii waliyafanya, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya. Mambo mengi yalifanywa na baadhi ya manabii, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafanya. Na sisi tukiyafanya ni sunna, yafaa kuyafuata mambo kama hayo. Kama hili ambalo limezoeleka hili la kuchinja mwezi wa fungo 3, sio hilo tu, kuna mengine mengi. Ndugu zangu Waislamu, mengine ya kusikitisha, kama utaona mtu anakuambia hilo Mtume hakufanya hivyo. Kwani Mtume yeye peke yake? Kama hakufanya, ni wewe hujui au Mtume hakufanya? Kwa hiyo sisi Waislamu, ili tuwe na imani, vitabu vya Allah tuviamini na mitume yote tuweze kuiamini, wal yawmal akhir. Mwisho Mtume akasema au akaendelea kusema na kuamini siku ya mwisho. Hapa napo pia kuna utata. Siku ya mwisho kwenye hadithi
Mwenye sherehe ametuambia siku mbili. Uamini siku ya mwisho kwamba wewe utakufa, ile siku ambayo kwamba mimi na wewe tutakata roho, inahesabikana kwako kwamba hiyo ni siku ya mwisho. Kisha siku ya mwisho ni siku ya Kiyama. Lakini wako watu ambao kwamba hata kifo kiwe namna gani, watu hawaamini kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ametekeleza kifo hicho. Hapa kuamini ya kwamba na kuamini siku ya mwisho, wallahi kuna watu ambao kwamba bado wako na utata, na hali hii ilikuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maswahaba zamani, Uislamu ulikuwa ni mchanga. Waislamu walikuwa na kazi kubwa, yaani mtu akifa lazima kutatajwa mtu ya kwamba kifo hiki sio cha vivi hivi, lazima kuna mkono wa mtu. Hali hii ndugu zangu Waislamu ilikuwepo, na visa viko kama 6 mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha kwenye swala ya maiti, ndani wale wenye kuswali swala ya maiti, takbira ya mwisho Allahumma la tahrimna ajrahu, mbele akasema wala taftinna ba'dahu. Hii dua tulifundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba Mwenyezi Mungu huyo ambaye kwamba amekufa usitunyime malipo yake. Malipo nini? Aya ya Allah subhanahu wa ta'ala inatuambia, mtakapopatwa na msiba kimbieni kusema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sasa mwisho Mtume akasema kwenye dua yake, wala na mtasema wala tafitina ba'dahu. Mwenyezi Mungu tunakuomba usitufitinishe baada ya kumzika huyu. Sasa jiulize mimi na wewe, hiyo fitina iliyozungumzwa hapa fitina gani? Mwisho waghfir lana, sisi ambao kama tuko hai tunajiombea dua, waghfir lana, tusamehe sisi ambao tuko hai, wala na huyu ambaye kwamba tayari ametangulia. Lakini la muhimu hapa, wala tafitina ba'da, usitufitinishe. Hapa tunaona ya kwamba kutoka zamani haya mambo yalikuwepo, ya kwamba mtu amekufa lakini watu hawaamini. Kile kifo kitazungushwa hivi, kile kifo kiregeshwa hivi, mpaka mwisho kitatafutwa mahala kipendeze, na lazima kitapendeza. Hali hii ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kabisa kuwa na imani kama hizo. Kama Imam Ghazali anatuambia, wala yahdithu hadith, jueni enyi Waislamu, hakizuki chenye kuzuka, hakitokei chenye kutokea, illa bitadhihi, isipokuwa kwa mpangilio wa Allah subhanahu wa ta'ala. Binadamu hawezi akafanya jambo na likawa kubwa bila Allah kutia taufiki. Kwa hiyo kama kuna mtu amefanya hivyo, basi ni Allah subhanahu wa ta'ala ameweka taufiki yake, ndio maana ikawa hivyo. Sasa kwa kukimbilia, tusimkimbilie mtu ambaye kwamba labda la, tuwekeni kwenye inna lillahi. Sisi hapo ulimwenguni tumekuja ni waja wa Allah, wa inna ilaihi, na sisi kivyo vyote kwake yeye raji'un, tutarudi. Tuwe na imani kama hizi. Lakini wako watu ambao kwamba imani kama hizi hawana. Ndio maana huyu gani kawa anafundishwa maneno haya, maswahaba leo wanaangalia, kwani hawa maswahaba wenyewe pia walikuwa hizi hali
ziko kwao, kwa familia zao zilikuwa ziko. Sasa ikawa Mtume ni basi anamwelimisha huyu bwana ili hawa masahaba wachukue ilmu, ila kwamba tuamini siku ya mwisho ya Kiyama na siku ya mwisho ya umri wako. Watu'minu biqadari khairihi, na Mtume anasema miongoni mwa imani ni mtu aamini atakapopatwa na kheri ajue kwamba kheri hii ni Allah kataka mimi nipate. Akipata kheri yoyote muumini, kheri yoyote ambayo kama imekupata, ima ni watoto, ima ni majumba, ima ni biashara, au ni kheri ya kujaliwa kufanya ibada kisawasawa, lazima uamini kadari hiyo ya kwamba Allah ndiye amekadiria, Allah ndiye amejalia. Wa sharrihi, hapo kuna mtihani sasa. Akasema Mtume, na lazima mtu aamini kadari ya shari, kama mtu akipatwa na shari yoyote, wewe umeenda dukani au umeenda wapi, ukija nyumbani nyumba yako yaungua, ujue kwamba muqaddar Allah, Mungu ndio anakadiria. Au labda umelima shamba lako, ghafla ndovu wanakata waya, wanapita mashamba yote, wanazagaa kwenye shamba lako. Usiseme mimi tu, ujue kwamba qaddar Allah, Mungu ndiye amekadiria hiyo shari kupata. Labda umeanguka, umeumia, eka kwenye imani yako ya kwamba Allah ndiye ambaye kwamba amenikadiria mimi niweze kupatwa na mkafa kama. Lakini kuna wengi ndugu zangu Waislamu kwamba imani hizi kwa mchache, lakini ukiwa na imani kama hii huwezi kusumbuka. Wala lau kama sisi tunaamini hapa, watu'minu biqadari khairihi wa sharrihi, lau kama sisi tuamini hapa, hata kurogana pia hakungerogana. Kwa sababu gani? Yule ambaye kwamba amepata na kheri kwenye imani yako ni kwamba kheri ile ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nami muda wangu haujafika, ukifika nami nitapata nitakachokipata. Na kama ni shari imekupata, huwezi kumtaja mtu, kwa sababu wewe unamwamini Allah, utasema kama shari hii Allah ndio kanijawalia. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anataka sisi tuwe mfumo huo, ndio maana akamleta huyo mtu asiyejulikana ametoka wapi. Mwisho tutamwangalia, tutamjua kwamba ni nani na ni kwa nini akaletwa hali hiyo. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibiwa tena na yule mtu, sadaka kama umeongea kweli. Basi ndugu zangu Waislamu, kwa kudra za Allah, hadithi hii ni ndefu, lakini jisimamisha hapo kulingana na wakati, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa tena, ihsani ni nini? Ihsani ni nini? Ili uonekane kwamba ufanye ihsani ni nini? Hapa kuna ufahamu mrefu, lakini kwa kukatakata nitauzungumza ulivyo. Mtume alipoulizwa hivyo na yule bwana, qala, alisema anta'budu Allah, ihsani ni kumwabudu Mwenyezi Mungu wewe mwenyewe, kaannaka tarahu, kana kwamba wewe wamuona. Fa in lam takun tarahu, ikiwa wewe na mimi hatumuoni, kuwa na imani ya kwamba fa innahu yaraka, yeye anakuona. Ibada, ndugu zangu Waislamu, ni kitu kizito. Wenzetu wanaabudu mbele wameweka picha ya sanamu. Wenzetu wana ibada zao wanaabudu, utakuta mbele kuna picha imewekwa, au viambaza kwenye ukuta, utakuta kuna picha zimewekwa kwamba watu wanaabudu huyo aliyobandikwa hapo.
lakini sisi tunamwabudu Allah aliyakuwa hatumuoni, wala dalili za kwamba utamuona hakuna, isipokuwa amejieleza kiutendeti kwenye Qur'ani mpaka akajiweka karibu, kama utamuona hapo utamuona tena. Anta abudallah ihsan, ili wewe uwe na ihsan, uisabikane kwamba uko na ihsan, ni kumwabudu Allah. Ikiwa ni kutoa, unatoa kwa ajili ya Allah, ya kwamba Allah ananiona, na Allah ananiona, simuoni lakini ananiona. Ukiswali swali hali ya kuwa una imani ya kwamba Allah ananiona. Hivi ndivyo inavyotakikana. Anta abudallah, ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kaannaka tarahu, kana kwamba unamuona. Si lazima uwekewe picha, si lazima kwa upande huu kuwe na Allah, upande huu kuwe na Muhammadi. Sio lazima hivyo. Ni kumwabudu kana kwamba Allah anamuona. Ukisema Allahu Akbar, kana kwamba Allah anamuona, na kama umuoni basi yeye anakuona. Vile vile pia mwanachuoni Imam Nawawi akaigeuza akasema vile vile, ukitaka kufanya maasi, ukitaka kufanya madhambi, nafsi imekudanganya, nafsi imekusukuma ili wewe ufanye madhambi, kaa macho, kumbuka ya kwamba fa inna Allaha yaraka, kumbuka ya kwamba Allah anakuona. Ikiwa wewe humuoni, kumbuka. Ukishakumbuka ya kwamba Allah ananiona, huwezi fanya maasi, huwezi fanya maasi. Na kama utayatekeleza alafu imani iwe pale pale, omba msamaha kwa haraka sana na Allah atakusamehe. Na si vyema dhambi hilo kulifanya mara kwa mara. Ndugu zangu Waislamu, vile ambavyo kwamba ibada tunazifanya, tuzifanye kwa juhudi tuweze kushinda maasi. Afadhali ufanye mema ambayo kwamba ukiulizwa hata ujue mema mangapi, kuliko ufanye madhambi ambayo hata ukiulizwa hujui ulifanya madhambi mangapi. Sio vizuri. Na ukifanya madhambi jua kwamba Allah anakuona. Hivyo ndivyo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Na tukishikamana mambo kama haya, wallahi hatutozozana siku zote. Kwa sababu utashangaa kuna wengine wafanya mambo ili waonekane. Ni kheri hasa, lengo lake si kuonekana na Allah, lengo lake kuonekana kwa watu. Wengi wanafeli hapa mtihani. Kwa nini ufanye mambo yako kifua ili uonekane kwamba wafanya? Kwa nini usijifiche jambo likafanya na wengine ikawa wewe hujulikani hasa, lakini Allah anajua kwamba wewe ulijenga msikiti wa Kilewe ukampatia pesa mtu fulani bila wewe kuonekana. Hivi ndivyo vinavyojulikana. Na kama watu wataona pia si vibaya. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia kwenye Qur'an ya kwamba ukifanya waziwazi pia ni sawa na siri pia ni sawa, lakini kwenye moyo wako cha muhimu ufanye ya kwamba Allah yuaniona. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، نفعني إياكم بالآيات الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.